Ukishaamua tu kuwa mzazi, unapaswa kuwa daktari pia, kwa sababu vinginevyo utawaleta watoto wako katika ulazima wa kutumia madawa kupita kiasi, jambo ambalo ni hatari kwa afya yao. Okay? Miongoni mwa vitu vinanifrustrate sana ni kuona wazazi wengi hawajali kuhusiana na kiasi cha dawa ambacho watoto wao wadogo wanatumia. Okay? Wakati taarifa ziko kote kutuzunguka zinazoonyesha kwamba miongoni mwa vitu vinaua sana figo, miongoni mwa vitu vinaharibu sana afya ya mfumo wa chakula. Tunaona matatizo ya gastritis, vidonda vya tumbo, ni matumizi holela au ya mara kwa mara ya dawa za kushusha homa na dawa za kupunguza maumivu. Taarifa ziko kote kutuzunguka, tafiti ziko nyingi zinazoonyesha jambo hilo. Kwa hiyo ni kusema kama wewe ni mzazi, miongoni mwa vitu unapaswa kuvifanyia maamuzi thabiti ni kiwango cha dawa ambacho mtoto wako anatumia, hususan katika umri wake wa awali. Okay? Ndio sababu leo tunaangalia jinsi ya kushughulika na homa kwa mtoto wako. Hapo nyumbani, mtoto ameshikwa homa, unaweza kufanya vitu gani? Hii itakusaidia kumwepushia matumizi yasiyo lazima ya dawa mtoto wako. Okay? Sasa kabla ya kuzungumza mambo haya matano ambayo unaweza kuyafanya hapo nyumbani mtoto anaposhikwa homa, tunapaswa kwanza kuifahamu homa ni nini. Ninaona wazazi wengi huwa wanamaki mtoto anaposhikwa homa, mwanangu anachemka, mwanangu anachemka, kwa sababu hawaelewi homa ni nini. Na wazazi wengi wanachukulia homa ni adui ambaye anapaswa kupigwa, na wakati kiuhalisia homa ni rafiki ambaye tunapaswa kushirikiana naye. Labda nikupe mfano ambao utakuelewa vizuri. Okay? Mafua. Kwa nini huwa tunapata mafua? Tunapata mafua kama juhudi ya mwili kutulinda dhidi ya shambulio la mwili ambalo linapita kwenye mfumo wa hewa. Inawezekana umevuta kemikali mbaya sana kwenye mfumo wa perfume au aina nyingine ya harufu. Inawezekana umevuta vumbi jingi sana kwa kwenye mazingira ya vumbi sana. Sasa mwili katika namna ya kujilinda unazalisha huo uteute kupita kiasi, huo uteute unaoita kamasi. Unazalisha mwingi ili kuilinda hiyo njia ya hewa dhidi ya hicho kinachovamia ni mwili. Sasa miongoni mwa vitu vya ajabu utaona tunafanya, unapata mafua, unatafuta dawa ya kuyakomesha hayo mafua. Na watu tunazisifia dawa za namna hiyo. Hii dawa kiboko bwana. Nimeivuta mara moja tu, mafua kwisha kabisa. Yes, mafua kwisha, kumbe unajiangamiza. Mafua sio adui yako, mafua ni rafiki yako. Unapopata mafua mwili unakwambia kuna kitu kilikuwa kinatishia mwili lakini mnapambana. Sasa unashirikiana vipi na mafua? Ukijiuliza kitu gani kinasababisha haya mafua? Je, nimejiexpose kwenye mazingira ya vumbi sana? Je, nimevuta harufu fulani kali sana? Ni kwa nini napata mafua? Ninapata infection, ni kwa nini napata mafua? Badala ya kuyazima nini? Mafua. Sasa mafua sio mada yangu leo. Tunazungumzia homa. Kwa nini joto la mwili linapanda? Ni kwa sababu kuna shambulio kwenye mwili. Mtoto wako anaweza kupata homa kwa sababu amekunywa tu kitu fulani kichafu na kimefyonzwa kwenye utumbo mdogo, kimeingia kwenye damu. Sasa kupambana na hicho kitu au hata kama ni infection, okay? Kupambana na hicho kitu, mwili unapandisha joto lake la mwili ili kuua au vimelea ambao wameingia au kupambana na chochote kile ambacho kinatishia afya ya mwili. Ndio maana nasema homa ni rafiki yako, unapaswa kushirikiana naye na sio kuizima. Unapozima joto la mwili, yani hiyo unayoita homa, unapotafuta kuizima, maana yake unazima ulinzi wa asili wa mwili. Ndio maana naambia wazazi, homa unapaswa kuicontrol na sio kuizima. Sasa unaicontrol vipi homa? Ndio mambo haya matano ambayo nataka kushare na wewe. Jambo la kwanza kabisa, maji ya kunywa. Yes, maji ya kunywa. Maji yanazima moto. Mtoto anapopata homa, hakikisha unywaji wake ni mzuri. Kwa mtoto ambaye ameanza kula, huu ni muda wa kumpa maji kiasi cha kutosha. Mtoto ambaye ananyonya, huu ni muda wa kumnyonyesha mara nyingi kadiri inavyowezekana. Mnyonyeshe mtoto wakati wote anapotaka kumnyonyesha. Hayo maji, maziwa 90% ni maji. Kwa hiyo hayo maji yanamsaidia mtoto kukulu mwili, kutuliza joto la mwili. Wazazi wengi hawapo makini na kiasi cha maji ambacho watoto wao wanakunywa. Na nafikiri hii ni kwa sababu wazazi wenyewe hawapo makini na kiasi cha maji ambacho wao wenyewe wanakunywa. Okay? Wazazi wengi hawamalizi kiwango cha chini cha maji lita 2 ndani ya saa 24. Na kwa sababu
sababu hiyo hawapo serious pia na kiasi gani cha maji mtoto wao wanakunywa. Watoto wengi hawanywi maji, wanapewa vitu vinavyofikiriwa kuondoa nafasi ya maji, vijuisi, visoda, lakini watoto wengi hawanywi maji. Testi kubwa, ukitaka kujua kwamba mtoto wako ana upungufu wa maji, mkalisha mtoto wako kwenye chakula, na katikati ya kula au mara moja baada ya kumaliza kula akikudai maji ya kunywa, huyo mtoto wako ana upungufu wa maji. Mtu ambaye ana kiwango kizuri cha maji mwilini, tunapaswa kiwalisia kuweza kumaliza kula na kwenda hadi masaa 2 pasipo kusikia wito wowote ya kunywa maji. Kwa hiyo hiyo ndio test kwa mtoto. Point ni kusema mtoto ameshikwa homa, tafadhali kunyweshe maji. Watoto wengi wako dehydrated na wazazi wengi hawajui. Kwa hiyo kunyweshe maji. Katika msimu husika na mazingira yako, kama unaweza kupata maji ya dafu kwa mtoto ambaye hujamzoeza kunywa maji, nazungumzia mtoto ambaye ameshaanza kula, okay? Mpe maji ya dafu, itakuwa ni vizuri sana. Atakunywa mengi, utamu-encourage kunywa mengi kwa sababu yana ladha kulinganisha na maji ya kawaida. Lakini pointi ya msingi ni maji. Kunywa maji kwa sababu maji yanasaidia mwili kukua. Jambo la pili ni sponge. Sasa nimeliandika hivyo Kiingereza sponge, kwa Kiingereza sijui Kiswahili chake sijui kukanda na tuseme. Unachukua maji ya vuguvugu, unachukua kitambaa chako safi au kitaulo, unamsponge mtoto wako mwili mzima, unakanda na hayo maji ya vuguvugu, hususan katika eneo la kati la mwili, kuanzia eneo la shingoni mpaka kiunoni, hususan katika hilo eneo, lakini kijumla ni mwili mzima. Unakanda hiyo sehemu. Inachochea sana uvukishwaji wa joto kupitia ngozi, uvukishwaji wa joto kupitia evaporation. Kwa hiyo joto linaondoka vizuri kupitia ngozi. Kwa hiyo unashirikiana na joto, linashuka taratibu. Hatulizimi, ila linashuka taratibu, na wakati huo linapambana na hicho ambacho kimesababisha hiyo homa. Tafadhali usitumie maji ya baridi. Joto la mwili linapokuwa juu, unapoweka kitu cha baridi kwenye ngozi, unasababisha kusinyaa kwa mishipa ya damu. Kiingereza wanaita vasoconstriction. Unaposababisha kusinyaa kwa mishipa ya damu, unaiambia damu ikimbilie kwenye viungo vya kati zaidi na isije kwenye ngozi. Wakati kwenye homa unataka damu ikimbilie zaidi kwenye ngozi ili iondoe hilo joto lililozidi. Kwa hiyo usitumie maji ya baridi, tumia maji ya vuguvugu kumsponge mtoto wako. Inasaidia kushushia homa taratibu. Jambo la tatu, chakula. Wakati mtoto anaumwa, sio tu homa, mpatie vyakula vyepesi. Kwa mtoto chakula chepesi ambacho ni bora ni matunda. Mpatie mtoto matikiti maji, mpatie matango, mpatie machungwa, mpatie maapple. Huo ndio muda wake. Usimpe mtoto vyakula vigumu, wali, ugali, chapati, viazi, mandazi, achana na hivyo vyakula. Kwa nini? Hili ni sharti la uponyaji. Sasa hii ni kodi nakupa hata wewe unanisikiliza, kwamba unapotaka kupona kitu chochote, miongoni mwa vitu bora unaweza kufanya ni kufunga chakula, yani usile. Watu wengi hawatambui kwamba kuchakata chakula ni zoezi ambalo linatumia energy kubwa sana ya mwili. Wakati ambapo katika hatua ya uponyaji unahitaji energy kubwa ya mwili ielekezwe kwenye uponyaji na sio kwenye shughuli nyingine za ziada kama kuchakata chakula. Ndio sababu kufunga ni tiba bora sana. Pointi ni mtoto mdogo hapa usimnyime kabisa chakula, mpe vyakula vyepesi ambavyo havikai tumboni kwa muda mrefu. Hii itasaidia rasilimali zote za mwili kuelekezwa kwenye uponyaji, kuelekeza kwenye hicho ambacho mwili unajaribu kupambana nacho badala ya kuelekezwa kwenye kuchakata chakula. Afya inabebwa na damu, na wakati wote tunashughulikia chakula, damu inaelekezwa zaidi kwenye mfumo wa chakula. Sawa. Kwa hiyo kati ya vitu huwa vinanishangaza kabisa, unakuta mtu anaenda kuona mgonjwa hospitali. Labda kiwalisia basi kunishangaza. Inapaswa nihudumie watu na tunapaswa kufundishana, si ndio? Nafikiri ndio maana niko hapa. Mtu anaenda kuona mgonjwa hospitali. Anaumwa chochote huyo mgonjwa. Anambebea ugali, anambebea wali. Wali unapika nini? Anampelekea mgonjwa wali. Come on. Mgonjwa, uponyaji unataka kupumzika, na mapumziko hayo yanahusisha mfumo wa chakula. Kwa hiyo mgonjwa anataka vyakula vyepesi. Mgonjwa yoyote, mtu yoyote anayepambania uponyaji anahitaji kupumzika. Kwa hiyo pumzisha mfumo wa chakula na vyakula vyote ambavyo ni complex, vigumu. Wanga hizi, protein unapeleka nyama. Sio vyakula vya kutumia mgonjwa hivyo.
Mpelekee mgonjwa vyakula vyepesi ambavyo vinampa virutubisho vyote, lakini upatie mzigo mkubwa mfumo wa chakula. Sana ni matunda. Kwa hiyo mpe mtoto matunda. Okay? Jambo la nne la kufanya mtoto anapokuwa na homa ni kufanya vitu vinavyochochea kinga ya mwili. Sasa viko vingi unavyoweza kuvifanya kuchochea kinga ya mwili. Kikubwa cha kwanza ambacho huwa kinasahaulika mara nyingi ni mwanga wa jua. Jua ni tiba na watu wengi hawajui hii. Tunapoota jua, miale ya jua inapopiga katika ngozi yetu, kuna aina ya cholesterol inabadilishwa kutoka kwenye ngozi na kuwa vitamin D. Na hiyo vitamin D inapelekwa kwenye ini na ini linaibadilisha hiyo vitamin D kuwa katika mfumo ambao sasa mwili unaweza kuitumia na inapelekwa katika sehemu tofauti tofauti kulingana na mahitaji. Sasa tafiti nyingi zinaonyesha uhusiano kati ya kinga ya mwili na vitamin D. Kimsingi vitamin D inaitwa ni wakala mkubwa wa kinga ya mwili, strong immune agent. Katika uchunguzi mmoja wakati tunapambana na COVID, sawa, ulifanyika Spain, kulikuwa na upungufu wa vifo kwa 33% kwa wagonjwa wa COVID ambao waliwapatia supplement za vitamin D. Sasa walikuwa wanashughulika na supplement, mimi nazungumzia vitamin D ya asili kutoka kwenye jua. Mgonjwa na mtu yoyote kiwalizia, tunapaswa kuota jua. Kwa hapa tunazungumza na mgonjwa, mtoe mtoto apate kiasi cha jua kizuri. Okay? Tafiti nyingi zinaonyesha upungufu wa vitamin D na uhusiano wake na kansa mbalimbali. Saratani ya matiti, saratani ya utumbo. Tafiti nyingi zinaonyesha hilo. Na nafikiri ndio sababu sasa hivi kuliko wakati wote kabla wanadamu hatuoti jua. Hatuoti. Watu wazima tuko bize na asili ya shughuli zetu imebadilika. Hatuwindi sasa hivi, hatushindi shambani, tunajifungia maofisini, hatupati exposure ya kutosha ya mwanga wa jua ile asubuhi. Watoto wadogo ambao walipaswa kupata kiwango kizuri cha jua nyumbani tunawakimbizia shuleni. Shuleni wanarundikwa kwenye madarasa, hawapati jua zuri la asubuhi ambalo lingejenga kinga yao ya mwili. Wale watoto wadogo kabisa ambao hawajaanza shule kwa kuhofia sababu za kimazingira na usalama katika dunia tunayoishi leo, tunawafungia mara nyingi. Hawapati jua. Kwa hiyo ni balaa. Okay? Sasa jua ni tiba, jua ni daktari angani. Okay? Mweke mtoto wako apate jua la kutosha. Hicho ni kitu cha kwanza, lakini kitu kingine unachoweza kufanya kuchochea kinga ya mwili ni kutumia spices zinazochochea kinga ya mwili. Hapa napendekeza tangawizi. Tangawizi na ginger ni compound ambayo inachochea uzalianaji na ufanyaji kazi wa seli nyeupe za damu. Kwa hiyo utengenezee mtoto wako chai ya tangawizi, mtoto ambaye ameshaanza kula nazungumzia. Mkamlie kipande cha limau pale, inamsaidia sana kuboost kinga yake ya mwili. Hapo kwenye limau hapo nirudi kwenye chakula. Matunda ya jamii ya citric fruits hizi, yani machungwa na limau, yana vitamin C. Okay? Yana vitamin C kwa kiwango kubwa, na vitamin C inachangia sana uzalianaji na ufanyaji kazi wa seli nyeupe za damu. Kwa hiyo atumie kwa wingi. Mtoto mpe, anaumwa chochote, mpe machungwa sana, mpe sana machungwa. Kinga ya mwili, na kwa jinsi hiyo utakuwa unaishusha homa taratibu, na hiyo kinga ya mwili itamsaidia kupambana na chochote kile ambacho mwili unakabiliana nacho katika muda huu. Okay? Jambo la tano, mapumziko. Mtoto mwenye homa akisha anapumzika kiasi cha kutosha, na maanisha mambo mawili kwa mapumziko. Kwanza, usingizi wa kutosha. Mtoto yoyote anahitaji masaa yasiyopungua 10 kulala kila siku, yasiyopungua 10. Chini ya miaka 12 mtoto wote anahitaji masaa yasiyopungua 10. Sasa hivi pengine kuliko wakati wote kabla kwenye historia ya maisha ya wanadamu, watoto wanalala. Unakuta mtoto saa 4 saa 5 usiku na yeye amekaa na baba yake wanaangalia TV, amekaa na mama yake wanaangalia TV. Sometimes ukitafakari binadamu tunavyoishi sasa hivi unajiuliza, hivi kila mtu alipaswa kuzaa kweli? Anyway, hiyo sio shughuli yangu kwa leo. Point ni mtoto anatakiwa kulala. Okay? Masaa yasiyopungua 10. Lakini jambo la pili linalomaanisha kwa mapumziko ni utulivu kwa ujumla, hata katika masaa ya kutokulala. Utulivu. Unaona mtoto anaumwa, ameshindwa hata kwenda shule kwa sababu anaumwa, lakini huo ndio muda anashinda nyumbani kuangalia TV, au ndio muda wa kucheza game.
hizo shughuli hazipumzishi mfumo wa nervous system. Mfumo wa neva ndio mfumo wa umeme ndani ya mwili wako. Unapohitaji kupona, unahitaji utulie ili mfumo wa neva utulie. Ndio sababu mtu yote ambaye anatafuta uponyaji katika kitu chochote kile, mtu mzima kwa mdogo, kitu bora unaweza kufanya, kama unaweza kufanya hivyo, ni kwenda katika mazingira ya asili, msituni, kwenye garden, hizi bustani, maua, miti. Ile green inasababisha utulivu wa mfumo wa umeme ndani ya mwili wako, mfumo wa neva. Inaitwa soothing effect. Yani utulivu unatokea kwenye mfumo wako wa fahamu. Kwa hiyo mtoto atulie, hata kama sio muda wa kulala, mtoto awe mtulivu mara nyingi anapougua. Nazungumzia watoto ambao wanacheza na kuruka kuna kule kwa ajili ya uponyaji, apate usingizi wa kutosha na atulie muda mwingi. Hapa kwenye utulivu hapa, unaenda hospitali, unakuta wodi na TV. Okay? Sasa ile TV at least basi ingeweka maudhui tulivu kama hayo tunazungumza pengine. Na sije kama yapo. Lakini unakuta ile TV sasa imeweka taarifa ya habari. Unajiuliza, taarifa ya habari? Si najua vitu vichache sana ambavyo vina stress akili ya mwanadamu kama taarifa ya habari. Sikwambii wewe usiangalie taarifa ya habari, hayo ni maamuzi yako. Mimi nasema kwa mgonjwa. Hahitaji hayo matukio. Hahitaji hayo, yana stress mfumo wako wa fahamu, yanaondoa utulivu kabisa. Mgonjwa asiwekewe kabisa hizo kelele. Nazungumzia utulivu. Hiyo ilikuwa ni bonus tu. Lakini mtoto apate usingizi wa kutosha na apumzike vya kutosha. Ukifanya hayo mambo, mara nyingi utakuwa unashughulika na homa kwa mtoto pasipo kulazimika kutumia dawa. Zingatia, juhudi hizi sio kuzima homa, ni kushirikiana na homa. Itachukua siku 3, 4, 5. Homa inashuka taratibu, na wakati huo kile ambacho kilikuwa ni hatari kwa mwili kimeshaacha kukabili mwili. Kwa hiyo hatufanyi juhudi za kuizima homa, bali tunashirikiana na homa. Na mimi hilo limeeleweka. Ukifanya hivi, homa bado imebakia pale na uelewi kwa nini, mpeleke hospitali, pengine mtoto ana kitu kingine cha hatari zaidi kinachomkabili. Kama video hii imekusaidia, naamini video nyingine inayofuata itakusaidia. Kwa hiyo usisahau kubonyeza subscribe ili usipitwe na somo lingine kama hili.